Jesus, receive all of the honor this morning. My Father, receive all of the power, Jesus. Receive all of the adoration. Umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Mtakatifu kama wewe hakuna Yesu. Aliye mwema kama wewe, Simba wa Yuda hakuna. Ni wewe tu wa kuabudiwa Yesu. Ni wewe tu wa kuinuliwa, mfalme wa ajabu. Ni wewe wa kutukuzwa asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Bwana. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu. Hakika umetutenda mambo makubwa. Baba, umeonekana katika ndoa zetu, umeonekana katika biashara zetu, umeonekana katika jamii zetu. Umetuokoa na yule mwovu shetani. Umetuepusha na ajali barabarani. Umetuepusha na magonjwa, Jehova Jire. Tuko na afya nzuri, tunasema asante. We worship you, Lord. We are before your presence, my Father. We are here to worship you, Lord. Purify our hearts, Lord. Purify our minds, Jesus. Make us holy, my Father, this morning. We are here, Lord. We thank you, Jesus. Asante mfalme wa ajabu. Asante Baba yetu. Asante Mungu wetu. Tunasema ni asante. Inua kinywa chako, mshukuru Mungu. Hata kwa afya mshukuru Mungu. Hata kwa watoto wako mshukuru Mungu. Katika ndoa yako. Hey, my God, you are my Father. Jesus, you are worthy this morning. Wewe ni mwema Baba. Asubuhi njema. Tunaenda kumuinulia Mungu mikono yetu juu, tukimwambia umeinuliwa juu sana. Asubuhi ya leo umeinuliwa juu, Jehova Jire. Msalabani umeinuliwa, mfalme. Inua mikono yako. Inua mikono yako asubuhi ya leo. Tunataka kumwambia Yesu umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu sana katika maisha yetu. Umeinuliwa juu katika ndoa zetu. Umeinuliwa juu katika jamii zetu. Umeinuliwa juu katika kanisa lako asubuhi ya leo. Oh, wewe ni mwema Bwana. Baba, umeinuliwa Yesu. Msalabani umeinuliwa Jehova. Tunapokutazama tunaona ushindi wa ajabu. Oh Baba, umeinuliwa Jehova. Mfalme wa ajabu umeinuliwa. Asante Yesu.
alivyoinuliwa, nasi leo tunakuinua, tunakujua wewe Baba yetu. Umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, 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 zaidi ya kila kitu Bwana. Umeinuliwa, zaidi ya mambo zetu. Umeinuliwa, 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 zaidi ya masomo yetu. Umeinuliwa, umeinuliwa,
ya ajabu. Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Umefanya mambo ya ajabu. Umefanya mambo ya Bwana Mungu. Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Bwana Mungu Yesu, umefanya mambo. Umefanya Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Yesu, umefanya Kama unaamini Bwana Mungu anaweza kufanya mambo, mchezee kidogo kusema Bwana Mungu. Tuchezee Yesu tu. Watoto tunachezea Yesu. Haleluya. Haleluya watoto. Kama unaamini Bwana Mungu anaweza kufanyia mambo watoto kwa masomo yenu, mchezee tu pole pole. Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Bwana Mungu wangu, ninakupenda. Umefanya mambo ya ajabu. Umefanya mambo. Bwana Mungu wangu, Bwana Mungu wangu, Bwana Mungu, mambo
Haleluya. Hii mlima ya kusimama tukicheza Jehova tupate kushinda. Haleluya. 1, 2, 3 tusumuke. Hiyo si kusumuka. Kusumuka you make a complete 360. Haleluya. Hata miili yetu inaweza kumtukuza Bwana. Twende. Twende tu. Youth turukie Asha mtanisaidia. Hii ndio kanisa ya kesho. Hii ndio kanisa, waambie washughulikie Jehova hao wote hawa. Asha tuwapande juu. Kama mtu acheze Yesu atoka ende. Kama mcheze Yesu mtaenda nyumbani. Maana hii ni kanisa ya kesho tuna train. Youth 1, 2, 2. Kwa nyuma naona mmekasha atanisaidia kuangusha watu kwa nyuma. Nikasema naye Yasaye nayo kutana onde nayo kaye sigo bakenaye Yasaye Hallelujah. Amen. Our Father is happy. Mungu wetu amefurahia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna hiyo mlima yenye tumesunguka vya kutosha. Amen. Hallelujah. Amina. Unajua ukichezea Mungu kuna vitu zingine kama ni magonjwa inatoroka. Hakuna cha kuifukuza. Inapata hakuna mali inakaa. Hallelujah. Tunaenda kuombea Yesu atawale. Amen. Amen. Atawale Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie 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 Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie
Baba atawale, atawale, atawale tu. Mwachie Yesu atawale. Kwa masomo yako kijana, mwachie hapa mwenye nguvu atawale. Kwa kazi yako mwachie Baba atangulie, atawale, 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 atawale tu. mwachie Yesu atawale, mwachie Yesu atawale, mwachie Yesu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nisalimie. Mwana Yesu abakwe. Mmekaribishwa katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Matangazo ni kama yafuatayo. Youth Convention. Youth Convention. Ekambi ya youth itaanza tarehe 18 kesho katika kanisa la KCPAG. Tarehe 18 hadi tarehe 22. Assembly imeambiwa support that convention by paying 1,000 shillings every assembly, 5 tins of maize and 2 tins of beans. Every youth mwenye atahudhuria atalipa shilingi 100. Registration fee 100 shillings. Kwa hivyo tumeambiwa sisi wote kama uko na youth. Youth ni age ya kuanzia miaka 12 ama 13. Youth convention. Teens wanakubaliwa kwenda huko? Yeah, kuanzia miaka 12 kuendelea. Kesho ndio hiyo convention inaanza. Tangazo la pili, kutakuwa na celebration ya our overseer. Overseer wetu anaitwa nani? Mogita. He will be celebrating his 30 years ministry. Tangu akue katika kazi ya Bwana, atakuwa amemaliza miaka 30. Kwa hivyo kila kanisa limeombwa kuchangia kwa ajili ya hiyo celebration. Kanisa yetu ya Nyamataro tutatoa 20,000. Hiyo celebration itakuwa tarehe 21 mwezi wa 5. Kwa hivyo kama tumeambiwa every assembly must support kanisa letu, na KCPAG ndio kanisa kubwa hapa, tumeambiwa tutoe 20,000 kila assembly. Tujiandae tunapoendelea kutafuta hiyo pesa. Tarehe 7 mwezi wa 5 kutakuwa na set piece ya wamama huko Minyingwa. Wamama, ladies, tuko wapi? Ladies, tuko wapi? Nimeambiwa nitangaze hivi, wanakwaya wote tubaki nyuma baada ya ibada, tuanze kujifunza wimbo. Tarehe 7
ni 3 weeks from now na ni set piece. Lazima tukutane hapa leo baada ya ibada, na kuanzia hapo tutaambiwa jinsi tutakuwa tunahudhuria, tuendelee kujifunza. Leo ikiwa ni siku ya Pasaka, we are supposed to give 10% of our offering to the district. Sadaka ambayo tutatoa leo hapa, 10% of it itatolewa itume kwa district. Sio leo peke yake, kila mwaka huwa tunafanya hivyo. There will be worship conference. Nadhani leo ndio itakuwa mara yangu ya mwisho kuitangaza, kwa sababu itaanza tarehe 20 siku ya Jumatano hadi tarehe 23, na mahali ambapo wanaenda ni Awendo Fountain of Life Church kuanzia tarehe 20. Kwa hivyo sote tumeombwa tuwaombee wanapojiandaa kwenda katika hiyo conference. Tarehe 20 itakuwa ni siku ya Jumatano, wataendelea mpaka siku ya Jumamosi. Tarehe 24 huu mwezi, Bishop alikuwa amesema wale wanafunzi ambao walifanya vizuri katika mtihani wa KCP angekunywa na wao chai siku ya leo, lakini kwa sababu the youth pastor, Pastor Steve, is not with us today, our Reverend Pastor Ochengo is not with us today, so it has been postponed back next week on Sunday. Our youths, we are very sorry, mtuwie radhi, tuvumilie mpaka siku ya Jumapili ndio pastor wote watakuwa, muweze kula lunch pamoja na our pastor, our bishop and our Reverend Pastor Ochengo. Ikiwa we ni mgeni mahali ambapo uko, usimame. Mgeni, wageni, kama we ni mgeni, ni mara yako ya kwanza kuingia katika Nyamataro PAG, wapigie wageni makofi. Ikiwa uko karibu na mgeni, umsalimie na umkaribishe. Kama umeketi karibu na mgeni, msalimie na umkaribishe. Asante. Kabla nilete mgeni mmoja ambaye anataka atuimbie, the fellowship that will be on duty this week as from today evening, Macedonia West. Macedonia West, nyinyi ndio mtakuwa on duty. Wana Macedonia, mumeomba mbaki nyuma baada ya ibada na Apostle Pamela. Kwa hivyo leo tutaimba kama ifuatavyo. Nitaita church choir ambao walituwakilisha jana katika kanisa la Bobaracho PAG watuimbie. Mount Carmel ambao walikuwa last week on duty watuimbie, kisha nilete mgeni ambaye anataka kutubariki na wimbo wake siku ya leo. Ladies, church choir. Yote alimaliza, yote alimaliza, pale Kalvari. Tuitie Apostle Mbaka, mtoto anayeitwa Meshak. Yote alimaliza, yote alimaliza, pale Kalvari. Yote alimaliza, pale Kalvari.
alimaliza yote pale Calvary. Shangilia, alimaliza, alimaliza yote, alimaliza pale Calvary. Alimaliza yote, alimaliza pale Calvary. Magonjwa alimaliza, alimaliza yote, alimaliza pale Calvary. Pale Calvary Yesu alimaliza, alimaliza yote, alimaliza pale Calvary. Alimaliza yote, alimaliza pale Calvary. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii ndio kwaya ilituwakilisha pale Bobaracho. Munaonaje? 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 Okay. So we thank God for everything. Nyinyi ndio mmesema. Tunashukuru Mungu kwa yote ambaye anaendelea kutenda, atatutendea. Anaendelea kutenda. Na tutaendelea kumuona. Na tutaendelea kusimama. Hata ukiwa mmoja, fanyia Mungu kazi. Na kazi itaendelea. Lakini ningesi ya kwamba sisi sote hawa wanaume ambao wameketi hapa, wengine wako pale, yani tuende kuwa ya vile ambavyo tulienda wakati ule tulikuwa tunaenda kungangania touch. Haleluya. Tukaimba mpaka wengine wakaacha kufanya nini? Kwenda kwaya. Mungu awabariki kwa yote na vyote. Wacha tuimbe.
Mount Carmel, kama Mount Carmel hawako, kuna mgeni hapa anaitwa Amos. Amos anataka kutubariki na wimbo. Bwana asifiwe. Praise God. Mko na furaha? Nashukuru sana. Mimi naitwa Amos Simi. Nashukuru Mungu sana. Mimi sina uwezo wa kuona, lakini niko na sauti ambayo Mungu amenipatia ya kumsifu. Nilizaliwa nikiwa naona, lakini nikawa nimepoteza macho kwa sababu kuna watu ambao walikuja kunitembelea, lakini sijui kama hao ndio walikuwa na shida, lakini Mungu anajua. So akareplace macho ambayo nilipoteza na kipaji cha uimbaji. Kwa wale ambao wako na simu kubwa, niko kwenye YouTube channel, nifuatilie pale Amo Msanii, AMO space Msanii. Huu wimbo ambao unaenda kuimba hauko kwenye YouTube kwa sababu haujatoka picha, lakini ilikuwa kwa sababu ni siku ya Pasaka. So lazima tusherekee kazi kuu ambayo Mungu alitupatia kazi nyingi sana, lakini kuu zaidi ya yote ni kusifu na kuinua jina lake. Na mimi kwa uimbaji wangu nimeweza kutunga nyimbo 4, nimeweza kutoa zote, lakini picha kutoa ndio shida. Na pia kujisajili katika kikundi cha waimbaji ambapo unahitajika 5,000 pia sijaweza kumanage. So nimesema hivyo in case kama kuna uwezo wa kuweza kunisupport, mtaweza kufanya hivyo, alafu mtaweza kubarikiwa zaidi. Asanteni sana. Naomba mpate wimbo unaitwa Msalaba. Tuendelea kutafuta nyumbani ni Nyamira, West Block yako pale Kinyanya kutoka. Ni kucha so, kama ni kucha sound sasa. Afisha. Oh,
Yesu Kristo ndiye namba moja. Simama imara, wewe ndiyo soja. Ona nakawia ukingoja, ngoja. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye namba moja. Simama imara, wewe ndiyo soja. Ona nakawia ukingoja, ngoja. Musaraba ibibe byane ugasiga monenone tigatokiwe amanyina agaitika irinde nyore ubuzima yusaone tigayoba kwe musaraba ibibe byane ugasiga monenone tigatokiwe amanyina agaitika irinde nyore ubuzima yusaone tigayoba kwe. Nifuatilie kwenye YouTube channel Amo Msanii, AMO space Msanii. Subscribe your channel na view, you will be able to support me. Greatly once again. Mungu mwenye nguvu, jina lako litukuzwe. Mungu mwenye nguvu, jina lako linuliwe. Mungu mwenye nguvu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimepata changamoto hapa. Mtu hana macho lakini anafanya nini? Wacha Mungu awabariki kwa kumpatia sadaka iweze kumsaidia aweze kuendeleza kibali chake. Asante. Praise. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kibofu anaweza mchezea Mungu namna hii. Hallelujah. Hivyo next nikiweta atakuja mwenye na miguu acheze. Kama hata wewe uwezi simama utumie miguu yako. Yes. Kuna kiweta atakuja mwenye na miguu amurukie Mungu. Yes. Kama wewe uwezi inua mikono yako, lakini kipofu anajua tu anainua mikono yake juu kwa anamchezea Mungu. Surely wewe at least unaona mkono wako ukiinua unajiona pia uko sawa. Lakini unashindwa. Take it. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Wangapi wako tayari kumsifu Mungu? Nione tu kwa ishara ya mikono. Wangapi wako tayari? Hallelujah. Tafadhali tunaomba tu hivi. Watoto wetu tunawalea kutoka chini hadi juu. Huko chini wasasi tunacheza, lakini watoto juu sijui kama hawaoni umaana. Lakini saizi mumeona venye ndugu yetu amechezea Mungu. Ninaomba tu hivi tafadhali. Watoto situshuke tu chini tucheze pamoja, tumchezee Mungu pamoja. Sababu pale nyuma sioni kama wengine hawaoni. Kujeni tu chini, tembea vile huyo dada ameanza kutembea. Tembeni tukuje chini tusifu Mungu pamoja. Kujeni.
Kwa hiyo heshima kubwa wazazi, tupige watoto makofi wanapoteremka. Wapige makofi. Wametii. Watoto wetu lazima tuwafunze kutoka chini. Hey. Sababu nikionanga mtoto wangu wakati nacheza tu hivi na yeye anaanza kucheza. Hivyo usipocheza mtoto uko hapa chini, yeye huko juu anajua pengine mamangu acheze na mimi sitamchezea Mungu. Tushuke tu chini watoto. Yaani simaanishe tu wale watoto wadogo. Yaani naomba tushuke chini pamoja. Mwenye mnaweza niona ni sawa. Lakini tushuke hapa chini tusifu Mungu pamoja. Watu wazima tu mpaki. Watoto na yule tatu. Hivyo nikimaanisha mtoto ni kumaanisha una kwako. Yaani hivi vizuri tusifu Mungu pamoja. Kila mahali lazima tutii tunapoambiwa umungu ni kutii. Nashukuru sana watoto mmekuja kwa ajili mmeonyesha umungu ndani yenu. Si Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pokea sifa Mungu we. Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Hey, msipenyane pale nyuma. Haya, tuinue mkono namna hii. Tuinue mkono namna hii. Hata sasa naweza songa huko sababu kule juu. Sasa mnaniona paka pale nyuma. Twende kabisa. Hebu pea Mungu, jua tu Mungu anapea sifa. Inua mkono wako kama uko salama, uko sawa. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
mnai pole pole. Nataka turukie Yesu maana uko hai. Ndugu yangu baby karibu. Tunamsifu Mungu aishiye milele. Umetenda mema Baba. Umenipa miguu yawe. Umenipa sauti ya kuongea. Nani aliye kama wewe? Haya turuke kabisa pale YouTube pale nyuma naona mnaruka sawa. Turukie Yesu maana tuko hai. Sifa ni kwa Yesu. Tunwe mikono na mlaika moja. Pale YouTube mko sawa pale nyuma. Pale juu na mko sawa. Hallelujah. 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 Aya tuna namna hiyo. Nataka turuke namna hiyo. Ulitenda jana, umetenda leo, hata kesho pia utatenda tena. Ulitenda jana, umetenda leo, kesho pia ulitenda jana, umetenda leo, hata kesho pia utatenda tena. ulitenda jana, umetenda leo, hata kesho pia utatenda tena. Uliponya jana, umeponya leo, hata kesho Baba utaponya tena. Uliponya jana, Kama uliponya umeponya leo, hata kesho na kesho kutwa. kesho pia utaponya tena. Baba 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 kila mmoja nasema wewe Baba
worship you, Lord. We bow before your throne, my Father. We worship you and exalt your name, my Father. There's none like you, Lord, this afternoon, my Lord. Receive all the glory. Receive all the honor. Pokea utukufu. Pokea heshima zote, Mfalme. Pokea maabudu yetu. Pokea maabudu tunakuabudu Biblia leo. Pokea Baba. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu siku zote. Asifiwe, amefufuka, kifoni Bwana, na kila
heshima Bwana. Kila ulimi unakiri kwamba wewe ni Mungu, wewe ni Bwana. Katika wote napiwa tunasema wewe ni Bwana. Kila ulimi unakiri sema wewe ni Mungu, uliyeshinda, uliyeshinda kifo na mauti, uliyeshinda kifo na mauti. Umekuja siku ya leo Jehova, tunakuabudu, tunakuabudu Yesu, tunakuabudu Yesu, tunakuabudu maana kuna mwingine aliyeshinda kifo na mauti, uliyeshinda kifo na mauti ambaye tunayekutangaza siku ya leo marahaba. Wewe ndiye uliyeshinda kifo na mauti, tunatangaza jina lako Yesu. Nastahili kupewa sifa Bwana, matendo yako ni ajabu. Tunakuinua, tunakutukuza, tunalibariki jina lako takatifu. Nani kama wewe Bwana, nani kama wewe? Pokea utukufu na heshima Bwana, tumenyenyekea uweze kuinuliwa. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, wewe Bwana wa majeshi, ni wewe tegemeo letu, wewe ninayekupenda, ni wewe Bwana, nitupenda kabura Bwana, tulikuwa tujakupenda Yawe, nani kama wewe Lidima, tunakuabudu, tunakuabudu, tunakutukuza, nalibariki jina lako takatifu. Asante Bwana, tunalibariki jina lako takatifu lenye uwezo na mamlaka. Tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo, ni asante kwa sababu ya baraka nyingi umetubariki nazo katika siku hii. Tunasema wewe ni Mungu mwema, nitangulia kutupenda Bwana. Leo hii tuko hapa, tumekuja tukutane pamoja na wewe tunaposherekea siku hii Bwana wa majeshi, tunaposema, tunapotangaza kwamba umeshinda kifo na mauti. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu ya siku hii. Ninaomba ukazungumze na mtu mahali hapa na unene pamoja na mioyo yetu. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele. Pokea utukufu na heshima kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu wa baraka nyingi. Wewe ni Mungu ambaye unayetupenda zaidi, hata ukamtoa mwanawe akaja duniani akafa, Bwana, akaweza kutukomboa na kutuondoa katika mtego wa Shetani. Katika jina la Yesu wa Nazareti Bwana, tumekuja katika nyumba hii, tumekuja ili tuweze kukutana pamoja na wewe. Tumekuja Bwana, mioyo yetu ikiwa imejawa sifa. Tumekuja tuseme kwamba wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Baba yetu, wewe ndiye kimbilio letu. Ni wewe Bwana katika siku ya leo, ni wewe katika ibada hii, ni wewe katika familia zetu, ni wewe Bwana pamoja nasi. Unaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na watu wako wanaolitia jina lako takatifu. Tunasema ni asante, tunasema uinuliwe na ubarikiwe milele yote. Pokea utukufu na heshima kwa yote na vyote, maana ni mfalme. Tunapoenda kusikiza neno lako Bwana, tunaomba kwamba uweze kwa pamoja nasi. Bariki praise and worship ambao wamechukua kipindi hiki. Ninaomba kwamba Bwana ukawabariki na uwatende mema, neema yako ikawatoshe kwa jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na utukuzwe milele yote. Bariki wakubwa, bariki wadogo, bariki wote ambao tuko hapa ndani ya nyumba. Ninaomba kwamba ukatunenee kwa sauti yako katika asubuhi ya leo, tukaweze kusema kwamba kweli Jehova Mungu amepata kututenda mema. Jina la Baba libarikiwe na jina la Baba litukuzwe milele yote. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake, maana ni mwema. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambaye Bwana ametupatia kwa katika nyumba yake. Na wakaribisha, sitaki nione watu wakitoka wengi ndani ya nyumba wakati tunapoenda kupata neno la Bwana. Nataka tuweze kuwa ndani, na ni vizuri hasa mkiwa pale nje mnahakikisha kwamba watu wameingia ndani ya nyumba wapate neno la Bwana. Sio vizuri
pastor anapohubiri watu wanatembea pale nje kwa gate. Nitakuwa ninapoteza chakula yangu bure. Vizuri watu waje ndani. Kama ni wazazi wakae karibu kwa mlango. Hiyo ndio inakuwa vizuri. Isiwe watu wameketi pale nje, pale mbali kabisa. Ni vizuri watu wakaribie karibu na mesa mahali ambapo tunapata chakula. Amen. Bwana sifiwe. Kabla niweze kuleta neno la Bwana, na wapongeza sana kwa sababu ya kazi ilifanyika siku ya Jumapili. Mambo ya mjango wetu tulifanya. Bwana awabariki sana wote mliohusika kwa ajili ya kazi hiyo. Na naamini kwamba Bwana ataendelea kutusaidia mpaka nyumba ya Bwana iweze kukamilika. Kwa hivyo Monday tumekuwa na mafundi pale juu wamefanya kazi. Plaster yote imeisha. Mambo ya jini pale, mambo kuna kitu wanasema screening, jini imeisha. So wiki hii tunaenda mambo ya ceiling. Mambo ya maji na system ya maji. Na stima yake. So kazi inaendelea. Nashukuru Mungu, Bwana awabariki kabisa. Na ninaamini kwamba kuelekea mwezi wa 5 hivi kwenda katikati tutakuwa tumehamia hapa juu. Tukijelewa kabisa mwezi wa 5 tukimaliza. Na jina la Bwana litabarikiwa. Tulipokuwa hapa siku ya Jumapili, kuna watu walijipenyeza kisiri ndani, wakafanya uporaji kwa begi treasurer wetu, wakaira wakachukua document zake zote, pesa zilikuwa ndani kidogo wakachukua, na za Apostle Stella Kingoina. Kuna mwingine tena zake zilichukuliwa. Na mama Kefona. Mama Kefona walichukua zake. So ni kama watu kama ni wetu. Lakini sidhani kama ni wetu. Kuna watu waliingia kisiri wakapata nafasi. Hivyo unapotoka hata unakuja kutoa sadaka yako, hakikisha mfuko wako, simu yako iko sawa. Sababu ama ujue ni nani mmeketi na yeye. Hello. Lakini vibaya sana pesa kuchukuliwa kutoka kanisa, pochi ya mtu kuchukuliwa kutoka kanisani. Hiyo ni laana itaandama mtu imumalize kabisa. So hiyo tangazo tumeweka vizuri. Na Bwana atusaidie. Nataka niweze kusema kwamba huyu ndugu ambaye ameimba hapa ana majo, lakini ndani kuna kitu ya kumtukuza Mungu. Mliona vile anaruka. Alafu wewe uko na majo. Ukiambiwa ruka uruki. Musifu Mungu, kupiga makofi. Yani mosasi monene akachinkobi togwaka. Ole kanisa imogumeti. Ole kanisa imora rondo chete. Kubangusa mahoke ngenje. Unapangusa tu mikono yako, unatuangalia, unatucheki. Bali babu hata maiso, wanajilama kwa wara ambao wamekatwa mikono. Ile kidogo ambayo imebaki wanaipiga kabisa. Sababu ana sababu ya kulishukuru jina lake Bwana. Sababu kwa hivyo tunapokuwa katika nyumba ya Bwana, tuweze serious na mambo ya Mungu.
Alisema alikuwa anataka 5,000. Igate banga igane tichiri buisa. Sijui ni ya registration ya nini? Gosene chia registration ni abateli bande. Na Mungu ni mwaminifu. Omonene no mwegeno. Alisikia hiyo 5,000. Iga igwe chisiringi chiri buisa. Ile sadaka tumetoa hapa. Ile sadaka ilitu arura. Imekuwa 5,000. Ya bele chiri buisa no. And 50. And 50. Siringi 5,050. Chisiringi chiri buisa no na 500. Kama angesema 7,000. Onya nata wachiri buisa ba. Masikio ya Mungu yanasikia. Matanya sai gako igwa. So Mungu alisikia akasema kama ni 5. Ya sai ga igwa tabango nyani sano. Waja nipeane 5. Na chinkorwa. So amepata 5,500. Chiri buisa no. Itamsaidia kufanya maono yake kuendelea. Nchimokonye amarora yagenderera. Kama kanisa la Nyamataro tumemsukuma kiasi. Onye kanisa ya Nyamataro tuwamusukuma. Bwana akubariki kijana. Omonena agoseseni. Na kutane pamoja na mahitaji yako. Aumenana maganelia. Kwa jina la Yesu Kristo. Asili ya Kristo Yesu. Igabiria batabanya kayagu kyo muntu gikomoroserie njira. Biblia inasema kipawa cha mtu kinamtengenezea njia. Kiamo ikaranziamo n'abanene. Kinamketisha na wafalme. Wana kayagu kiaye kiamo ikaranziriamo n'abanene. Kipawa chake kimemketisha na wafalme. Ngwale kurubeze ikwaru. Wewe ungetoa hiyo pesa. Lakini kwa sababu ya kipawa Mungu ameweka ndani yake. Lakini kwa kibali kipawa ameweka na amekichochea. Na ndoge okegere. Ndio sababu umetoa. Na kiako warakuwa. Kuna watu vipofu wengi pale kwa street. Abantu na wange bataruisi batabwatia maisha alijisi. Wameketi pale wanaomba nipe 5 nipe 10. Bako na kosaberera. Wao kazi yao ni kuenda huku na kuomba. Barabwe kazi yao huko na kosaberera. Lakini huyu Mungu amemtumia kwa njia nyingine. Korendo yo nyasa umetume kila senjera. Kwa hivyo Bwana akubariki sana kabisa. Nimefurahia na nimebarikiwa. Na go kile na ande na sasa niwe. Amen. Amina. Waga tuende katika neno la Bwana. Daso asalingana lyo monene. Kuna wenzetu leo tumekuwa na mahubiri tere hapa. Lero tuwabeire no korandia okonga. Tulikuwa na mahubiri saa 11. Watu aramarandia chisa 11. Katika redio yetu ya Sayare. Radio yetu ya Sayare. Nikahubiri huku. Na randia roro. Na nikamaliza saa 12 karibu saa 1. Na kora chisa 12 angense. Saa 2 tumekuwa na mahubiri. Chisa 2 tuwabeire no korandia. Kwa redio yetu ya Egesa FM. Ase radio yetu ya Egesa FM. Tukiwa na Ogero ndiye alikuwa anatuhubiria kutoka Egesa. Ogero na roto rande likurwegeka. Pamoja wakiwa na kaka Sungura. Kobale na kaka Sungura. Na Apostle Monica. Amo na Apostle Monica. Walienda Nairobi jana. Wabachieta Nairobi goro. Wakaenda kuweka nyimbo za Altar Makers. Wakachikobeka chema tera ya Altar Makers. Na wametuwakilisha kama kanisa. Bato wakilishira bune kanisa. Na walimaliza kitu saa 2:30. Iko bako ora igachinsa ibere. Na saa 2:30 tena tukawa na mahubiri mengine online. Chinsa ibere na nusu twara masama. Kwa Sayare Radio hapa kanisani. Aset Sayare yetu aiga. Na tena nikahubiri. Naende na randia. Na sasa hivi tena tunahubiri. Na bono ngorandinde. Bwana asifiwe. Ni wewe ukatae kusikiza injili. Nayo go ikaransote. Injili inahubiriwa kila mahali. Injili yako randikwa kirasi. Hivyo Bwana akubariki kabisa. Ase igo monena ago. Nataka nisome hili. Nataka kusoma lingana. Kisha baadaye nitazungumza mambo 10. Nduwaronkwa na mangana 10. Yaliyofanya Kristo Yesu akaja akafa duniani. Aliyagarata Yesu agachaga kuwa sensi. Ili tuweze kuinuliwa. Ligarato nyare kuimukereliwa igoro. Katika kitabu cha Matthew chapter number 28. Asema taya merongewera na isa. Mstari wa kwanza. Eyemo. Tasoma mstari mijaja hivi kwenda chini. Nsome mstari mekeiga. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like the lightning, and his raiment white as snow. Verse 4. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
he is not here, for he is risen. As he said, come see the place where the Lord lay. Verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee, where shall ye see him too? I have told you. Amen. Amina. Mathayo 25:3 guchakira ya moika 2. Esabato egachia koera kobogo kian mokalitu kolie litanga nilie chuma Maria Magdalena na olia Maria monde bakagenda kororobo ina narora no lenge o motengecho monene ekiagera mo maraika bo monene aigete korwa iguru agatigeria ligena liria akalikaranzira ekieni kiaye nigo kiarenge buna okomesa kwembura na eanga yaye nenda bubuna magene embura inye asoko moiroka ere abarendi bakaiguswa bakababuna abantu bakule kolendo mo maraika agatebya abakungu balia timoiroka inui ekiagera na manyirenga Yesu mokoligia olio bambetwe tali aiga ekiagera obokire buna atebete inchwe moligererie aso monene araire nagenda bwangu motebya aboroku wabayenga obokire kurwa saba akuli narora obatanganire kogenda Galili awona o muramorore rora inche na abatebiria yo. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Monena bako mahali tumeweza kusoma asetu asomire. Mnaelewa kabisa, unajua misingi yetu imejengwa katika neno la Bwana na hasa katika kuzaliwa kwake Bwana Yesu na mateso ya Kristo Yesu na hata kifo chake na kufufuka kwake. Momanyete ekegekero kieito igokera so koiberwa Kristo Yesu ogokwa no koboka. Kristo Yesu ndiye nguzo ya kanisa. Kristo Yesu nere siro ye kanisa. Maana katika bila yeye hatuna cha kuamini. Ekiagaronya titomubwati era tikeyo to kwegena. Yeye tumeweka tumaini letu katika yeye. No tu abekira osemelwa itasali. So niliwahi kusema kwamba yeye alizaliwa kama mwanadamu. Na beire ngokwana ngera niga ibole tu na mwanya bantu. Maana Biblia inasema kwamba ni jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae wa pekee ili yeyote muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ekiagara Biblia yagotebanga ngakinya sai anchetense goikakaruo mwana oyo momoima ligara onde bwensi omwegenere tasira kolenda nyoro bogima bwa kale. Alizaliwa kupitia mama Mary. Akaiboro gwetera asemongi na Mary. Lakini yeye alikuwa ni Mungu. Kolenda era nigalenga Nyasaye. Na akatembea katika dunia akifanya kazi. Agatara sense ga okole meremo. Akatendea watu wengi mema. Agakolera abantu abanga na wote waliokuwa wanamsikia ama kumsikiza walikuwa wanabarikiwa. Na bonsi pipa bali ko motegerera nigo bali ko seseni. Wengi walitamani waketi pamoja na yeye akifundisha. Abange bakasema ligo ikaranza monere ligara abasomi. Wengi walitamani waende katika njia mahali alikuwa anapitia ili anapopita aguse maisha yao kwa njia moja ama nyingine. Abande bakagania baetera senjera alenge goetera ligara abakune asenjera ya mahose. So Biblia inasema kwamba Yesu akaenda kukua akapendeza Mungu pamoja akampendeza mwanadamu. Ase igo Biblia gotabanga Yesu akagendera gokina akamentka ase chinguru akamwenera Nyasaye na mwanya wake. Ukawa na vikundi vingi ambavyo vimempenda, vikundi vingine vikawa viko kinyume na yeye. Ekabe vikundi byalengo abya mwanchete na bande mbale balenge mamincha ya. So wale ambao wamekuja kumsulubisha bali baachete komo beka somo salama. Ni kile kikundi hakikupendeshwa kabisa na yale ambayo alikuwa anayatenda. Neke kundi keligeta gogeti kumona nali alegokora. Wakati mwingine alikuwa anaenda kwa sinagogi anamponya mtu ambaye ni mgonjwa. Chinga kichina alikoenda sinagogi ogwenyo montoro mogurwaire. Na wale wazee wa kanisa wanararama wakisema kwamba mbona anaponya mgonjwa siku ya Sabato.
wako. abagaka bali be kanisa baru orobe murunga ni babulinga inkigeko gerako bweni omuntu litugoli. Kuna siku 6 za kuja mponywe. Chinga kinchira rama tukata na limo mongo. Siku ya 7 ni siku ya ibada. Litugoli ya iskatana kabere. So wakawa wanaendelea kutafuta makosa siku baada ya siku. Bakagenda na komoligia makosa litugochi aseli. Ili waweze kupata nafasi, waweze kumsurubisha. Ligera banyale komobeka somo saraba. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu, hakupatikana na makosa. Kolenda senge nchale ngenya saa itatoge na imocho. Kwa wanamjaribu kwa jaribu hili, alikuwa anawajibu kwa njia ambayo hawangepata kitu cha kumshtaki nayo. Ekera lenge ko bayira ne ligo seliria mbale konyolege ntoba lenge komo. So kukaendelea mpaka wakafikia mahali wakasema lazima imefika wakati lazima huyu Yesu aweze kusurubishwa. Ekagendera igoko ikachinga kibagatebango monto yego ikatomobeka somo salaba. Wakapitia kwa Judas Iscariot ambaye ni team member wa Yesu Kristo. Bagaetera se Judas Iscariot oliolenge team member na ambaye alikuwa ni mweka hazina. Oliolenge okobeke kungu. Aliyejua maana ya pesa. Oliomanyete obuyabuye chibesa. Wakaenda wakaongea akapewa pesa. Bakagenda bagakwana akaewa chibesa. Alipopewa pesa ekera ebu chibesa. Sijajua kabisa nisome nijue pesa alikuwa achukue ziwe zake ama alikuwa anataka sifanye kazi ya Mungu. Timanye tinga igalenge koira chibese chia chikole chia yako se chikole meremo ya Nyasaye. Lakini jinsi vile ninaona anapoona Yesu amekamatwa, kolenda bunando chekara roche Yesu obwati. Alileta zile pesa akasema nimetoa damu ambayo haina makosa. Agachireta agatebanga na arura manyinga tauli na imocho. Akaanguza zile pesa kwa hekalu. Agachiruta se zinagogi. Wazee walikuwa pale wa dini. Abagaka balenga alibe dini. Biblia inasema wazee wa watu. Biblia gatebanga abantu. Kulikuwa na Mafarisayo. Abafarisayo na wabale. Masadukayo walikuwepo. Masadukayo na wabale. Wale waandishi ama wale wamesomea mambo ya sheria. Bali basomera talichi. Wakachukua zile pesa. Bakaboko lichibeza chiri. Wakaenda wakanunua samba. Bakagenda bakagole kutoka kwa mtu mmoja ambaye alikuwa ni anayetengeneza nyungu. Korwa somo ntoya moyo lenge korose chinyongo. Ni mtu akifa ambaye ni mgeni. Ligaro monto kokuro mgeni. Mtu akifa ambaye hana kwao. Ekero montako kuota bwati somo. Mtu akitembea mji upate ghafla amekufa. O montata haromo chieru warako mabasoka no. Anashikwa hapo. Abuno alenga. Hivyo ilikuwa ni kama makaburi. Iyo ya alenga buna chimbe. Biblia inasema kwamba alipofanya hivyo. Biblia kataweka la koleta bo. Wakamchukua Bwana Yesu. Wakamoira Yesu. Na walipomchukua Bwana Yesu. Yesu wakamfunganisha pamoja na mti. Msalaba ni mtu mmoja umeenda juu na mwingine umeenda kando hivi. So wakamfunga pale wakitumia kamba, wakampiga pia na misumari. Walipompiga pale juu ya msalaba walimshurubisha katikati ya wezi. Yeye mwana wa Mungu, yeye aliye sawa na uwezo na Mungu, wakamuweka katikati ya wezi, wakamuweka katika njia ambayo mahali ambapo njia zilikuwa zinakutana. Watu walikuwa wanapita pale, wanamtazama pale juu, wanamwambia wewe. Na wale wazee wameketi chini, wanamwambia wewe uliyekuwa unasema unamwamini Mungu, wacha akutoe hapa sasa, wacha akutoe juu ya msalaba, akutoe hapo juu. Na nguo walikuwa wametoa zote. Biblia inasema hivi, watu wengine walikuwa wanapita, wakifika kwa Yesu wanamtemea mate. Wengine waliokuwa wanapita wakifika kwa Yesu wanamchapa makofi, wanamwambia basi wewe uliokuwa unasema ni nabii, tuambie ni nani amekupiga. Wakamfanyia mabaya, wakamfanyia unyama mwana wa Mungu aliyekuja duniani, wakamtenda mabaya, wakamchipua mwili wake, amepigwa
kila mahali ni damu. bakamuaka kera asana amanyi. Biblia inasema hivi, walipoendelea zaidi, kukawa imefika wakati Yesu ameweza kupumzika ama ameweza kufa. Biblia inasema kwamba kukawa na giza kuanzia saa 6 mpaka saa 9, giza kuu katika dunia. Biblia inasema hivi kwamba kukawa mtu mmoja, maana sabato ilikuwa imekaribia. Mtu mmoja akaja ili aweze kuchukua mwili wa Yesu aende kuushika katika kaburi, ambaye anaitwa Joseph wa Arimathea. Alipokuja akaomba nafasi, akaambia Pilato, nataka mwili wa Yesu huyu, nataka mnipe nafasi, mnipe nafasi niende kushika mwili huu. Na alipokuja ili aweze kuchukua mwili ule, na watu wengine wamekuja wakiwa na marungu, wakiwa na vitu vya kuja kuchapa Yesu, wamvunja miguu, wakapata tayari Yesu mwana wa Mungu amepumzika. Wakapata mwana wa Mungu amepumzika. Walipopata amepumzika, wakaweza yule mwenye alikuwa na mkuki, akachukua mkuki akamdunga katika upavu wake, na alipomchoma katika upavu wake akaweza kukatokea damu pamoja na maji, na damu hiyo ndio imesababisha mambo makubwa kutendeka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. So yule Joseph alienda akamshika katika kaburi lake, katika kaburi lake mwenyewe akamshika pale, na alipomshika kaburi lake mwenyewe na akawa amepumzika pale siku ya kwanza, ya pili, siku ya tatu. Sasa wakati mahali ambapo nimesoma siku ya tatu, ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza ya Ijumaa, kulikuwa na watu wengi Yesu aliwatenda mema. Kuna watu wengi Yesu aliwatendea mema, lakini sio wengi walikuwa wakati aliweza kushikwa. Sio wengi walikuwa wakati alikuwa anasulubiwa. Kuna watu wengi aliwatendea mema. Kuna wengine aliwafungua macho, alivuvua kina Lazaro, kutoka kwa wafu. Aliinua watu wengi, alilisha watu mikate wakara. Lakini alipopatwa na kuwekwa juu ya msalaba, aliweza kukosa rafiki. Kuna marafiki wengi mko na wao, kuna marafiki wengi wanakukaribia, bakukurukia kia baba, bago tenga no mintupi, wanasema wewe ni wangu. Aliasoka ruwete na mama mintaruwete. Pale kwenye ulitoka ndio hata mamangu. Bago watebia mangana manene. Wanakuambia mama makubwa. Lakini yakero kwa nyoruru nemechando. Ukipatwa na shida, hautawaona. Utapata wametoka. So Yesu akawa ako peke yake. Lakini kulikuwa na wamama watatu waliofuatilia mambo ya Yesu, wakamfuatilia kutoka nyuma. Hata wakati Petro ametoka, hata wakati Petro wamemkana Yesu, hao wanawake wakakaribia, wakamfuata Bwana Yesu mpaka wakahakikisha ni wapi ameweza kushikwa. Wakaangalia mpaka wakaona. Na Biblia inasema hivi, walipoenda nyumbani, walienda wakiwa wako na moyo mzito. Wanasema mwana wa Mungu aliyetutenda mema, mwana wa Mungu aliyekuja ili atuokoe, mwana wa Mungu ambaye aliyefukuza mapepo, mwana wa Mungu aliyeponya watu, amesurubishwa, wamemaliza kumshika kaburini. Wakaenda wamama hawana amani ndani ya moyo yao, wanaenda wakisema kwamba tutafanya namna gani. Wakakubaliana wakasema kesho, siku ya kwanza ya Ijumaa, tutaamuka mapema. Wakasema wamama, yule aliyetutendea mema, yule mama ambaye alikuza mapepo 7,
Mary Magdalene akasema tutaamuka mapema hata kama kutakuwa na giza namna gani, tutaamuka hata kama kutakuwa na mtu wa kutusindikiza, tutaenda mpaka tufanye kitu kwa Yesu. Wakaamuka mapema wakiwa wameandaa manukato yao ya kwenda kumpaka Bwana Yesu. Biblia inasema kwamba walipokaribia walikuwa wanasemezana wenyewe wakiulizana, je, lile jiwe lililowekwa katika kaburi litaondolewa na nani? Nani atatuondolea ndio tufikie Yesu? Ngogotoruze liligena ligena lili yabegetu linene ngogotoruseria agera tondona libaga tomwake Yesu amaguta. Walikuwa wanasema hivyo, kumbe Mungu amesikia. Haleluya! Walipofika pale wakapata tayari jiwe limeondolewa, wakapata kaburi li wazi. Walipopata kaburi li wazi wakaingiwa na uoga, hawakukaribia. Lakini malaika akamwambia, msiogope, ninajua mnatafuta Yesu wa Nazareti aliyewekwa hapa. Yuko amefufuka. Haleluya! Hayuko kaburini, amefufuka Bwana Yesu. Hayuko kaburini, yeye amefufuka, ameshinda kifo na mauti. Hayuko kaburini, yeye amefufuka, ameshinda mitego ya Mafarisayo, ameshinda mitego ya makuhani, ameshinda mambo ya uongo iliyowekewa. Mwana wa Mungu hayuko kaburini, ametoka kule ndani. Haleluya! Ametoka, yuko. Mwenye anashuhudia mambo haya sio mmoja wa wanafunzi wake. Wanafunzi anaweza kudanganya, lakini mwenye anashuhudia anasema, ninajua yule mnayemtafuta ni Yesu mwana wa Mungu. Hayuko hapa, ni malaika ametumwa na Mungu aseme mambo haya, na akasema, nimewaambia, nimekuambia muende Galilaya ili mpate kumwona. Kanisa la Kristo Yesu, tunamwabudu Kristo aliyeshinda kifo na mauti. Tunamwabudu Kristo Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Tunamwabudu Kristo Yesu ambaye kaburi aliwezi kumshikilia. Alishinda kifo na mauti. Ndio maana tukurani n'ekinguru tunahubiri kwa nguvu, tukurani n'omusema lyokonene, tukurani togotebenga oboki, tunasema amefufuka korwasa abakule, tari naenda sembe, tari asembera, tari asoboyi, obokire simba korwasa lwa Yuda, aseri tari ya Yesu tebamina. Haleluya! Ameshinda kifo na mauti. Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana Nyasa. Malaika akawaambia, ninajua mnatafuta Yesu wa Nazareti. Hayuko hapa, amefufuka. Njoo muone mahali ambapo walimulaza. Njoo muone sanda zake. Wakaenda wakaangalia, wakahakikisha hayumo pale. Biblia inasema kwamba wakatoka, wakakimbia kwa nguvu, kwa haraka wakienda Galilaya, kwa jina la Yesu. So malaika wanashuhudia, wanasema alifufuka. Kuna mtu anapita na porojo, anasema Yesu hakufufuka. Malaika walishuhudia alifufuka. Askari waliokuwa wanalinda lile kaburi walisikia tetemeko, walitetemeshwa, wakaanguka chini, wakawa kama wafu. Bunduki kando, matiagasi kando, zile sijui zinaitwa namna gani za vita kali kando, umbwa kando, chiwali
Oh, lige na konyora ya harusi. Jiwe likaondolewa. Lige na konyora ya harusi. Na mwana wa Mungu akatoka kule ndani. Katika jina la Yesu Kristo. Hivyo amefufuka. Askari walishuhudia. Abasikari wakasema huyu bakateba ngoyo. Kila kitendo kimetendeka hapa. Kile ndoki akole kila. Walienda wakaambia wakubwa wao. Bakaenda bakatabia badane wao. Walio waweka wachunge. Bali babegete bali wakawaambia huyu atungeweza. Huyu ni mwana wa Mungu. Koyo no mwana Nyasaye. Huyu kweli ni mwana wa Mungu. Koyo no mwana Nyasaye. Vile mambo yametendeka hapa tumekuwa na tetemeko kali. Hii sio kawaida. Ni mwana wa Mungu alishuhudia. Mwana Nyasaye. Alifufuka. Watu walimuona akitembea. Bakarora gotara. Wagalilaya walimuona. Abagalilaya bakamorora. Wengine wakamuona akipaa. Abande bakamorora kogenda iwe. Wakasangaa wakasema ni nini? Bagakumia bakawoli ningi. Akawaambia mbona mnasangaa, huyu ni mwana wa Mungu. Akawoli ngimoko kumeli yono mwana Nyasaye. Anayeenda zake. Oyo kogenda ichi. Na atarudi kuja kuchukua kanisa. Na nene ila neko ile kanisa. Na Yesu huyu aliyesulubishwa. Yesu aliyebegetu asomo sana. Amepewa jina kubwa kuliko majina yote. Na kwa sababu ya hiyo nataka nikwambie karibu mambo 10 hivi nimalize, ambayo yaliweza kufanya Kristo Yesu akaja kufa kwa ajili yetu. Point number 1, Kristo alikuja ili aweze kuharibu waadui katikati ya mataifa. Waadui katikati ya mataifa. Katikati ya watu wa Samaria. Ama watu wa mataifa. Na watu ambao ni Waisraeli. To destroy hostility between races. That is point number 1. To destroy hostility between races. Point number 2, ambayo ilifanya Kristo aweze kufa msalabani, ni kwamba aweze kurejesha ndoa katika hali yake ya undani, ama ile hali yake ya kwanza. To give marriage, it is deepest meaning. Amen. Hiyo ndio sababu Yesu alikuja akaweza kufa ili tukaweze kuwa tukaweze kuwa na ndoa zetu zikaweze kukamilika. Zikaweze kukamilika. Ndoa zetu zikamilike. Amen. Point number 3, ambayo ilifanya Kristo Yesu akaweze kusulubishwa ama aweze kufa, to observe the wrath of God. To observe the wrath of God. Yeah. Aweze kuiondoa ile ndamwamu inaitwa aje namna gani kwa Kiswahili? Ghadhabu ya Mungu aweze kuiondoa. Wakati Mungu alikuwa anaangalia mwenye dhambi, anaangalia vile tunafanya dhambi, sheria ilikuwa inaruhusu tupigwe mawe. Sheria ilikuwa inaruhusu tusulubiwe msalabani. Lakini Kristo alipokuja akachukua ile ilikuwa ni yetu, akaimeza. So hivyo aliweza kuja akachukua ghadhabu zote zilizokuwa zetu, akasichukua zikawa zake. Ndio sababu unaona anasulubishwa msalabani. Yeye hakufanya dhambi, lakini kwa sababu alitaka kumeza ile ghadhabu ya Mungu ambayo ilikuwa ije kwetu, ikafanya aweze kuwekwa msalabani. Point number 4 inasema hivi kwamba Yesu alikuja ili tukaweze. Okay, point number 4, so that we could escape the curse of the law. Alikuja afe ili tukaweze tusije tukakamatwa tukanazwa na sheria. Kwa hivyo alipokuja
kwa sababu ya kifo chake. Asenge nchiogo kukwaye. Ile sheria ambayo ngetunaza, Lichiko lilitobwatete. ile inasema jicho kwa jicho, Liligotabanga elisa eliso. mkono kwa mkono. Okoboko asokoboko. Ukifanyia mtu vibaya analipisha kisasi. Okolero monto bobeni gako revenge. Yesu akatuondoa, akatunyakua kutoka pale. Yesu akatoruhusialia. Tusije tukawa chini ya laana. Digana titoba inse yela. Lakini yeye akawa laana kwa ajili yetu. Kolendera akabela ana asenge nchiye. Point number 5. Namba 5. Ambayo ilifanya Kristo akaja. Yagarete Yesu akaja. To reconcile us to God. Digana to irani ase Kristo. Atupatanishe, atulejeshe pamoja na Mungu. Irani ase Nyasaye. Wanadamu walikuwa wametembea mbali. Abantu konyora bachira. Tangu katika pale shamba ya Eden. Alia somo gondo Eden. Walitenda dhambi. Abantu bakakoleva. Wakawa wametembea mbali. Bakaba batalira. So Mungu akamtuma Kristo. Asiko Nyasaye akamtuma. Ili aweze kuja. Digara chichi. Atupatanishe na yeye. Tunapatanishwa na Kristo tu. Yeye ndiye anayetupatanisha. Na katika yeye akitupatanisha pamoja na Mungu, basi tuko sawa. Yeye amekuja to reconcile us to God. Point number 6. Yeye amekuja to show God love for sinners. Aonyeshe upendo wa Mungu kwa wenye dhambi. Ndio sababu amewekwa msalabani. Aliwekwa msalabani kwa sababu yetu. Sio kwa sababu alifanya makosa. Sio kwa sababu ya dhambi alifanya. Sio kwa sababu aliiba. Lakini aliwekwa msalabani aweze kudhihirisha upendo wa Mungu kwetu sisi. Ni sisi tungesurubiwa kama vile wale wezi walisurubishwa. Ni sisi tungesurubishwa ili tukaweze kuwa juu ya msalaba. Lakini Yesu akaweza kusurubishwa aonyeshe upendo wake, hata upendo wa Mungu kwetu sisi wenye dhambi. Kama watu hawakupendi, mbingu inakupenda, maana Mungu ameweza kudhihirisha upendo wake kwa kumtuma Kristo aje kufa kwa ajili yako. Amen. Bwana asifiwe. Ametumwa ili aweze kukurejesha ama aweze kuonyesha upendo wa Mungu kwako. Kwako wewe. Amen. Point number 7. To show Jesus' own love for us. Kuonyesha upendo wa Kristo yeye mwenyewe kwetu. Yesu mwenyewe aonyesha upendo wake. Akaweza kujitolea ili aweze kuwa dhabihu kwa ajili ya wengi. Aweze kuteseka, atukanwe, atemewe mate, aitwe majina yote kwa ajili yetu sisi. Bwana asifiwe. Aliweza kuitwa majina haya yote kwa sababu yetu sisi. Aliweza kuitwa hayo majina yote kwa sababu yetu sisi, ili tukaweze kuwa tumependwa na yeye. Point number 8. To take away our condemnation. Kuna zile hukumu zote, zile lawama zote. Arusie bina biyonzipi. Amen. Na maswara nsigoro yaito. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ajetakwe egera arusie maswara nsipi. Oh yes. Abantu bakaswara. Bili kila masakara. Bigajie. Yesu akaja. Biblia inasema kwamba alienda msalabani akachukua faili zote, mashtaka yote akaweza kuyachukua. Biblia yote abanga agacha kaira chi faili chonsi pi chebina akiwa juu ya msalaba. Kara so msalaba iwe. Akaanguza kila mashtaka. Akayelia kera oko soerwa.
aliweza kuchukua yote akaira gosoir wonse pi katika Kristo Yesu. ase Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Ili kwamba tukaweze kuwa na uhusiano iliyo mwema kati yetu pamoja na Mungu. Sababu ya tisa ilifanya Yesu akafa. Ni nyingi siwezi kumaliza, lakini ya tisa to bring us to God. Alikufa ili atulete kwa Mungu. Maana damu yake ni upatanisho. Damu yake inanena mema. Na damu yake iko na uwezo na nguvu kutupatanisha pamoja na Mungu. So aliweza kuja ili tupatanisho na Mungu. Usikae mbali na Mungu, na yule ambaye wa kutupatanisha amekuja. Patanisho na Mungu. Ningependa Apostle usome First Peter chapter number 3 verse 18 tunapoendelea kumalizia. Nasema aje? Kuna mhubiri hapa, eti mhubiri mzuri anamalizanga mara 5. Mhubiri naro morandi naro tebenga o morandi omuyega okora mara 5. Anasema nikimalizia na tena nashindwa kumaliza tena, anasema nikimalizia na tena anasema nikimalizia kabisa sasa mara 5. Mara 5. Hebu soma hiyo. Yes. Kwa kuwa Kristo alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi zetu, yeye aliyekuwa mwenye haki akateswa kwa ajili ya wazio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukachapwa ama ukapigwa ama ukachibuliwa, lakini roho yake ikafanywa kuwa hai. Amen. Amen. Aliweza kuteswa ili tukaweze kuletwa kwa Mungu. Teswa tuweze kuletwa kwa Mungu. Amen. Aliteswa tuweze kuletwa kwa Mungu. Aliteswa tuletwe kwa Mungu. Point ya mwisho number 10. To give eternal life to all who believe in him. Kule apeane uzima wa milele kwa wote waliomwamini. Hiyo ndio sababu Yesu aliweza kuja akafa kwa ajili yetu. Alikuja ili tukaweze kuwa na uzima. Tuweze kuwa na uzima. Tuweze kuwa na uzima. Katika kitabu cha John hiyo 3:18. Hebu soma hiyo ndio tunamalizia sasa. John 3 verse 18. Inasemaje? Aliye muamini, yule amemwamini Kristo hata hukumiwa. Lakini yule hajaamini tayari amehukumiwa. Kwa kuwa hajaliamini jina la Bwana wa Mungu ama mwana wa Mungu. Amen. 36 inasemaje? Yes. Yule atakaye muamini Bwana ama mwana ako na uzima wa milele. Yule ambaye hawezi akamtii mwana hawezi kuwa na uzima. Lakini ghadhabu ya Bwana iko juu yake. Hebu soma Corinthians chapter number 2 verse 9. First Corinthians 2:9. Abakorinto yelitangane iberekianda. Inasemaje? Abakorinto yelitangane iberekianda goteba. Second Corinthians, First Corinthians 2:9. Korende unelikire. Kwa vile imeandikwa. Yale ambayo jicho halikuona. Ama sikio halikusikia. Yale ambayo hayakufikiriwa katika roho ya mtu ama moyo wa mtu, hayo Mungu aliyowaandalia wale umpendao. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Hayo ni yetu.
John 17 verse 3 nasemaje? Ninamalizia hapo sasa. Yohana 3:12 inasema namna gani? 17:3. Yohana 3:12 3 inasema namna gani? Yote abanga na obogima bwa kale na kale na uzima wa milele na buobu ndio huu bakomanyaye Nyasaye wakujue wewe Mungu wekene bweka wa kweli na wa pekee na ende Yesu Kristo watumite na Kristo Yesu uliyemtuma. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Hapo hiyo ndio ilikuwa point yetu ya mwisho kwamba to give us eternal life, to give eternal life to all who believe on him. Asema liba mwegenete bonse Awapa uzima wa milele. Aba ubugima bwa kale na kale. So uko na uzima wa milele kwa sababu Kristo amekufa. Igono pale no ubugima bwa kale na kale kira Kristo Yesu. Na ameshinda kifo na mauti. Na ndo bwira makweli. Sio mapenzi ya Mungu teseka. Talio uwanja kwa Nyasaye. Maana Kristo aliteseka kwa sababu yako. Ekiagara Kristo na chandege ta senga. Yesu aliteswa, aliweza kupigwa, akajibuliwa, akaitwe mekarichie menge, akaniarorua, akasionorua, agara pabemo. Amen. Amen. Huyu ndiye Mungu ambaye anayetutendea mema. So, nataka kumalizia hapa. Nikisema kwamba kwa sababu ilikuwa ni siku ya kusherekea. Tukiangalia yale matendo makubwa Bwana ametutendea. Nataka tuweze kumsifu Bwana tunapoenda kuomba. Tukimaliza kwa jina la Yesu. Jua kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Mitego yote alishinda. Akashinda maadui wote. Na amepewa jina ambalo limeshinda majina yote. Hallelujah. So praise and worship. Nataka tuweze kuimba, tuweze kumsifu Bwana, tuweze kumsherekea. Baadaye nitaenda kuomba na tubarikiwe pamoja. Hebu na tusimame zote juu. Simame zote juu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yes. Nafasi ni yenu. Mpunguze sauti kidogo ya keyboard kidogo tu. Sawa. Hatujamaliza mkutano. Ni vizuri kukaa ndani mpaka tunamaliza mkutano, tunafanya maombi, tunatoa sadaka zetu, ndio unaenda. Kuna watu wanaenda kabla hata kumaliza mkutano waje maombi. Unaona wanaanza kutoka. Amen. Yeah. Yesu makofi kwa Bwana. Ni Mungu ya Yesu. Ni Mungu kwa damu 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 ya Yesu. Uliza Pilato anamjua Yesu. Mungu
nipee pasa yangu. Bishop anasema tulete sadaka, tukienda imo nguvu kwa damu ya Yesu. Imo nguvu Yesu. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Ulisafisha kwa Yesu. Ulisama wanamjua Yesu. Wanamjua Yesu. Ulisafichana wanamjua Yesu. Ulisawa mama wanamjua Yesu. Jana wanamjua Yesu. Sawa fame wanamjua Yesu. Ana wanamjua Yesu. Hata rais uje wanamjua Yesu. Imo nguvu kwa damu ya 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 Yesu. Hold on kidogo brother. Hold on kidogo. Kidogo tu. Hallelujah kanisa. Amen. Tunasema imo nguvu kwa damu ya Yesu. Turudie hiyo. Imo nguvu kwa damu. Tuachane na hapa nyuma. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Zaidi ya hiyo. Amata niweke maji. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Hiyo imo nguvu kwa damu ya Yesu. Imo nguvu kwa damu ya Yesu. Sisi ndio hapa tukuelekeza tu kidogo. Watu wa moyo yake hiyo. Kidogo tu. Amen. So tucheze Yesu. Imo nguvu kwa damu yake. Amen. Amen. Kidogo. Bishop nada baba ndomba kwa chini kwa kila watu wa sana. Oje kwa kama mambo. If you know you have the hands, just clap for Jesus. Hallelujah. Imo kwa damu ya Yesu. 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 Ni sawa mama. Wanamjua Yesu. Vijana wanamjua Yesu. Bishop wanamjua Yesu. Imo nguvu kwa damu ya 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 Yesu. Kama unaamini damu ya kujaza Yesu. Imo nguvu kwa damu ya 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 Yesu. Ulisafichana wanamjua Yesu. Ulisawa mama wanamjua Yesu. Waseje wanamjua Yesu. Vijana wanamjua Yesu. Wanamjua Yesu. Wamamaje tunamjua Yesu. Waseje wanamjua Yesu. Ulisawa mama wanamjua Yesu. Ulisawa se. Tukifika kwa wazee mnasema tunamjua Yesu. Ulisawa se. Tunamjua Yesu. Ulisawa mama tunamjua Yesu. Vijana je tunamjua Yesu. Ulisa vijana. Amen. Amen. Tutaendelea kutoka hapo. Yes. Maana kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Na imekuwa vizuri leo tunaenda kushiriki katika meza ya Bwana. Kuna nguvu katika damu ya Kristo Yesu. Nataka niweze kuomba nikimaliza mkutano. Labda uko hapa ndani ya moyo wako
Kuna jambo limekusumbua. linganandira lya gusu Nimefikiria sana. kwarengera irima Umejaribu kujiuliza. watemire kwibura bo Hata umeweza kusaidiana na wengine wakusaidie mawazo. bagaguatakira abandi bagokonye birengera. Lakini bado haujapata jibu. Kulinde doranyora liji. Kuna uoga ndani ya moyo wako. Obwato bwa baime yao. Haujui itakuwa namna gani. Tumanye tinga kiera. Kama vile wale wanawake Bakungu balia walikuwa wanasemezana wenyewe. Balenge kotebania se barabwa. Chini nani atatuondolea jiwe? Ingora ateruselirigena. Kuna Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Atakayeondoa jiwe ambalo liko mbele yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Nataka uinue mkono wako juu. Niombe pamoja na wewe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya umati huu mwingi wa watu wamekuinulia mikono yao juu. Kwa njia moja ama nyingine wamelemewa, wanahitaji msaada wako. Marafiki hawataweza, lakini wewe unaweza. Naomba ukaweze kutusaidia, ututendee mema Bwana, ukatuondolee yale ambayo yanatuzuia tusiende mahali ambapo unataka tuende. Chochote kinasababisha uoga katika maisha yetu, kinasababisha uoga katika biashara, chochote kinasababisha uoga katika familia zetu, tunaomba ukakiondoe kwa jina la Yesu Kristo, ili tukafikie baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mtu ashuhudie matendo makubwa ya Bwana, viambaza vya kila njia vya kusuhia watu wa Mungu wasije wakakuona, ukatuondolee kuanzia leo hii Bwana, tukakuone jinsi ulivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru maana umeshinda kifo na mauti. Tunakushukuru kwa sababu kaburi halikuweza kukushikilia. Wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka katika maishani wetu. Walio wagonjwa waponye, walio na shida mbalimbali ukawashughulikie. Bwana wa majeshi, ukaunganishe watu pamoja na wewe. Wale ambao wametembea mbali na ndoa zao ukawasaidie, ukaweze kuwa na maana katika ndoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maroho ya kuharibu ndoa zetu, maroho ya kutoelewana, maroho ya kutengana, tunavunja hizo nguvu zote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukatende mema na ishara na miujiza. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe, kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Damu yako imetosha, umetenda mema. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen, amen, amen. Amen, amen. So tunataka tuweze kwenda kuingia katika meza ya Bwana. Bado damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu inatenda mema. Amen. So tunaenda kushiriki wale ambao tunasaidiana na wao. Njooni hapa ili Bwana atusaidie tufanye haraka kwa dakika 10 hivi. Tumalize na itakuwa vizuri. So Yesu aliweza kumwaga damu yake ili tuose kabisa, tupate upatanisho wa dhambi, ama tupate msamaha wa dhambi, na tupatanishwe pamoja na Baba yetu. Na hii ni kupitia kwa damu yake. Mwili wake uliweza kupondwa ili tukaweze kuwa wazima, tuwe wenye afya, tukaweze kuwa wazima kwa ajili ya kuendelea kumtukuza. Wanaoshiriki katika meza ya Bwana ni wale wamebatishwa katika ndani ya maji mengi. Kama ulibatishwa kwingine ukanyishiwa maji aliyegesio,
Uraitererwa maja aliyegesio. Itabidi upatishwe mara nyingine Ne wenere to batizo na inde. ndio uweze kuwa mshirika ambaye unashiriki katika meza ya Bwana. Aliora abo mshirika ushirikia sema meza ya manene. Na kama uliweza haujabatishwa uweze kushiriki. Naonye tora batizo to shiriki. So ushiriki yule ambaye umebatishwa. Ushiriki ulioko ubatiziwe. Okay, na inawezekana umebatishwa lakini umerudi nyuma. Naleko nyale kana kwa batizo rukolende kwa irani. Uko na uwezo kuomba msamaha. No bwate chinguru. Mwambie Bwana nisamehe. Yabia manene nyabere. Nianze kushiriki katika meza. Nyale wewe sana ni asema. Kama kuna jambo labda haujui utafanya namna gani. Na kero kenilingana ndiro rota mai. Unaona kama ni kikwazo inakuzuia usishiriki katika meza ya Bwana. Hiyo inabidi umuone bishop mwenyewe muongee. Akufanyie counseling. Ajue ni kwa nini haushiriki. Alafu baadaye akupatie mwelekeo. Uanze kushiriki katika meza ya Bwana. So Bwana awabariki nyote mtakaposhiriki katika meza ya Bwana ya siku ya leo. Hasa siku ambayo ni ya Pasaka. Tunakumbuka mateso yake. Tunakumbuka vile aliweza kuteseka kwa ajili yetu. Kupitia kushiriki meza ya Bwana itasababisha baraka fulani katika maisha yako. Wengi wameshiriki meza ya Bwana wamepata uponyaji ghafla. Wengi wameshiriki meza ya Bwana wamepata nguvu mpya. Wengine wameshiriki meza ya Bwana wamechashwa na nguvu za Roho Mtakatifu. So tuwe tayari tuombe Mungu atusaidie. Katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa katika hiyo hali, nataka tuweze kufunga macho yetu. Tuombe kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Umetupa nafasi tena kukutumikia na hata kushiriki katika meza hii ambayo ni ya siku ya leo. Tunapokumbuka mateso yako na upendo mwingi ulitupenda ukajitoa kwa ajili yetu. Tunapoenda kushiriki ikaweze kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Isiwe ni kawaida, isiwe ni mpangilio wa kanisa letu, lakini iwe inalete tofauti katika maisha yetu na hata katika Ukristo wetu. Asante Baba, tunaposhiriki wewe pamoja nasi, tusamehe makosa yetu yote. Tunapoenda kushiriki Bwana, tukakubalike machoni pako. Tunaosaidiana pamoja na wao, wabariki, wafunike na damu yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Deacon wetu hayuko hapa, ako Nairobi. Pastor Steve hayuko pamoja nasi, ako Mombasa. Reverend Ojengo hayuko pamoja nasi, pia ako Mombasa. Balitorani nduto kwa mirimo. Amen. Biblia inasema kwamba katika usiku ule walipokuwa katika meza wakila, akaweza kuchukua mkate akauvunja, kisha baadaye akaubariki na akaambia wanafunzi wake kwamba kuleni, maana huu ni mwili wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mkononi niko na mkate, na mkate huu ni mwili wako. Tunapoenda kushiriki, maana ulisema tufanye hivi kwa ajili ya kukumbuka mateso yako, ama kwa ajili ya kukukumbuka. Tunapoenda kushiriki mwili wako tupate uponyaji. Tunapoenda kushiriki mwili wako, miili yetu iliyo midhaifu ikapate nguvu mpya. Tunapoenda kushiriki katika mwili huu Bwana, sisi ambao tuko wadhaifu na ni wagonjwa tupate uponyaji kamili. Jina la Bwana libarikiwe na litukuzwe milele yote, maana wewe ni mwema na Mungu mkuu. Bariki mkate huu ambaye ni mwili wako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Amen.
And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all, for this is my blood of the new covenant. Amen. Biblia inasema kwamba na kisha akachukua kikombe, akaweza kushukuru na akawapatia, akawaambia kwamba kunyweni, maana hii ni agano langu jipya. Baba, nakushukuru kwa sababu ulipeana kikombe ambayo ilikuwa imebeba mzabibu, ilikuwa ni damu yako. Ukawaambia wanafunzi wanywe, maana ni agano jipya. Ni damu ambayo ni ya kuondoa dhambi. Wakati damu ya minyama ilikosa kufanya kazi katika ukamilifu, ilibidi uende mwenyewe kwa damu yako. Na kwa sababu ya damu yako Bwana tumeweza kuokolewa. Hivyo tunaposhiriki ikalete mageuzi makubwa na mabadiliko na kutuoza dhambi za kila njia katika mawazo yetu na hata Bwana ndani ya mioyo yetu, tukaweze kutakazika kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa pata uponyaji wao kwa ajili ya kushiriki katika meza hii. Jina la Baba libarikiwe na liinuliwe milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Sisi kama watoto wetu wako chini kwa mume wako, kwa watoto wako Mema
yake Yesu pekee inayonena mema damu inanena mema yako Bwana inanena mema inanena mema inanena mema inanena Niona watu wakitoka kabla hatujaomba tafadhali. Ni meza ya Bwana inafanywa Nisiona mtu akitoka. Kuna vijana naona wanatoka hapo. Watoto wasiziriki meza ya Bwana kama hajabatizwa ndani ya maji mengi, itakuwa vibaya kwake. Amen. Safisha chini. Sijui kama kuna mtu ambaye hajapokea, alikuwa anataka apate ama anywe na kula mkate wa Bwana, lakini hajapata nafasi kushughulikiwa. Mkono juu, chini, chini, juu, juu. Wamemaliza. Nataka tuweze kuomba. Wanapokuja tu hivyo, nataka tuweze kuomba, alafu ndio tuweze kumaliza, na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Na tuweze kumaliza tukiomba, na itakuwa sawa kwa jina la Yesu. Okay, tunataka tuende kuomba. Tulipofanya mjango wiki jana, Mount Carmel walisema kwamba watatoa pesa zao leo. Wameleta shilingi 3,000
na 500 mkononi na shilingi 700 wameweka kwa till. So hivyo zimekuwa zote shilingi sindikisa 2,000 total collection as per 6,200. So wamejua vile wameandika hapo. Hivyo Mount Carmel hawakutoa pesa zao last week, lakini wametoa sasa. Bwana wabariki sana Mount Carmel. Nataka tuweze hao wanapokuja tu hivi tuende kufanya maombi ya kumaliza, na wakati tumeomba maombi ya kumaliza kuanzia leo na kuendelea tutakuwa na mkutano wa jioni. Ninaomba tutakuwa tunaenda lunch, tunarudi tena jioni kwa Bible study, alafu iwe vizuri, maana katika mikutano kama hiyo ndio tutabarikiwa zaidi. So tukienda leo tutapata tena nafasi ya kurudi na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Wazee mnaweza kusafiri pale juu muone kazi vile inaendelea na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. Baba, na kushukuru kwa sababu ya nafasi umenipatia kusimama nyuma ya madhabahu haya na mbele ya watu wako. Tumeweza kubarikiwa katika neno, tumeweza kusherekea pamoja kwa mateso yako na vile uliweza kushinda mateso yote na majaribu yote. Na leo hii pia tumeshiriki katika meza ya Bwana. Naombea kila mmoja ambaye haliweza kushiriki meza hii, ileta utofauti mkubwa katika maisha yake, na Bwana ukaweze kutusaidia na kutuinua kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, bariki wakubwa na wadogo walio hapa, neema yako ikawatosha katika jina la Yesu, na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Asante yote na vyote, maana ni mfalme mkuu na Mungu mwenye nguvu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Mwana ni abwo mwana